Karibu. Asante. Bila shaka hii ni ofisi ambayo inahusika na mikopo. Ndio, tunahusika na mambo ya mikopo. Tunatoa mikopo kwa wafanyabiashara wadogo wadogo, lakini lazima pia uwe mkazi wa eneo husika. Kwa unakaribishwa. Sawa, mimi nimekuja kukopa kiasi kidogo cha pesa. Okay, ni kiasi gani ambacho unahitaji? Nilikuwa nahitaji kama milioni 2 hivi. Milioni 2. Kwa milioni 2 ni sawa, ila sisi mikopo yetu tunaanziaga laki, 200,000 hadi 300,000 kwa wafanyabiashara wadogo wadogo. Na ukizungumzia milioni 2 kwa hizi biashara ndogo ndogo itakuwa ni uongo. Mpaka uwe na kitu cha kuweka dhamana ambacho kinazidi kiwango cha milioni 2. Sasa sijui utakuwa una iko kitu cha kuweka dhamana? Ninacho. Ni nini? Nina gari. Umeolewa? Ndio, mimi nimeolewa. Hilo gari ni lako au? Ndio langu. Sawa. Kama ni gari ni sawa, huo mkopo unaweza ukapata. Lakini umesema umeolewa. Kwa hatuwezi tukaidhinisha huo mkopo pasina kuwepo mume wako. Kwa hiyo ingewa vizuri zaidi ukamchukue mume wako ili tuje tuidhinishe. Kuhusu mume wangu hilo halina shida. Nitakuja naye. Basi sawa, ni vyema ukaenda kumchukua mume wako. Asante. Karibu. Asante. Paso langu ndilo maisha yangu. Samahani, kama unavyoniona nimerudi tena. Mume wangu ndio huyo hapo, nimekuja naye. Okay. Sasa hizi brother. Bwana, kama kawaida sisi ndo wale ambao tayari ulishaongea na bibi. Mimi ni kama kijumbe tu. Nimekuja kufuata utaratibu na kusikiliza. Nipembue. Mke wako alifika na akahitaji mkopo wa milioni 2. Sawa. Ila kutokana na sheria zetu tukamwambia akamuite mume wake ili tuweze kuidhinisha huu mkopo. Kwa sababu kwenye huu mkopo anaweka gari kama dhamana. Kwa hiyo tukaona sio vyema tumuidhinishe yeye bila kuwepo mume wake. Na ndio maana tukamwambia akakuite. Jina lako naitwa Stumai vile dada? Okay. Blaza hapo nao unaitwa nani? Mimi na majina mengi, ila kwa leo nitakupa machache kama hutojali. Nipe dakika 2 alafu nimalize. Mimi naitwa Juma Bashiri Mchana. Asili yangu mimi ni mtu wa Tanga, sehemu moja wanapaita Mlalo. Huko ukija na busha unakuta asubuhi halipo. Kwa sababu kule kuna waganga wengi kuliko walimu. Yaani kule hata mwalimu wa shule ya msingi ni mganga. Saa 6 naenda kuagua. Kijijini kwetu mwenyekiti wa kijiji alifariki. Na baada ya kufariki mdogo wake ndiye akawa mwenyekiti. Ilituumiza sana. Lakini mimi jina langu kabisa nikwambie sasa lingine ambalo walikuwa wananiita nyumbani. Walikuwa wananiita mzee wa kimoja. Yaani viwili nakuwa nimeshanawa. Na kule kwetu Tanga wanauza majini. Jini la 3,000 hilo huwezi kulituma dukani. Jini la 4,000 halifanyi mapenzi. Kuna jini hilo linaitwa jini kamchape linauzwa 8,000. Hilo jini unaliagiza mpaka sokoni na linarudi na change. Na hisi kwa hapo tuishie hapo ili usichelewe kutupa hizo hela. Majina nayo mengi baba. Yako mengi sana. Basi sawa. Kutokana na sheria zetu kwa mkopo wa milioni 2 ambao mnauhitaji, sisi riba yetu inakuwa 200,000. Kwa hiyo kwenye marejesho inabidi irejeshwe milioni 2 na 200,000. Hakuna shida ndugu yangu, kwa sababu hata hivyo wife ndio amependekeza hicho kiwango. Mimi nilikuwa nimemwambia akope shilingi milioni 200 au 250 kwa sababu cha kurejeshea kipo, hata tukashindwa kulipa. Si kama nimekuambia mchuma upo nje hapo. Kwa hiyo sisi wife ndio akasema kutokana na hali ya kiafya tukikopa milioni 200 sasa tukawa na mawazo tukafa na pressure. Kwa sababu mimi hiyo hela ukinipa, sikwambie tu uongo. Ukinipa hiyo mkopo wako naenda kukata nyama kilo 1 hapo. Kwanza tunaanza na supu kwa sababu pesa za bure si unajua tena hazifadhiliki.
Jioni nampeleka mke wangu Kitambaa akarukeruke. Ila mimi ni kwa sababu tu nimemwonea huruma. Ila mimi ningekuwa ni mimi ningeanza kuja hapa ningechukua takriban milioni 200. Ila hizo tupe kwanza hizo 2 tuone ujazo wake. Kama hatutaridhika nazo tutakata rufaa, mtaongeza kwenye 70 hapo tupata hata 290. Au unasemaje wife? Kwa milioni 200 huo mkopo hatuna, ila kwa milioni 2 huo mkopo tunao. Na pia kabla tujaidhinisha inabidi kwanza tulione hilo gari, nilisaminishe, ndipo tusaini tuweze kukupatia mkopo wako. Bwana mkubwa. Vitu vidogo hivyo, chuma iko nje hapo. Why not? Wife, mpe funguo. Gari tu. Jumajicho yupo bwati, usiombe umvuruge yeye. Jumatajali, Jumamia yusho, ugomvi na yeye mwite Jumajicho. Nahisi chuma umeiona. Yaani chuma ya fundi mwaka wa mbele. Namba CUJ. Mwaka wa kiserikali. Ndugu zangu, gari nimeiona. Lakini samanini kama nitakuwa na wakwaza hapa. Kwa gari jinsi nilivyoiona na mkopo ambao mnauhitaji, mkopo ni mkubwa. Hivyo basi kama mnauhitaji sana na hii hela, ingependeza zaidi kama mkichukua 300,000. Maana milioni 2 itakuwa ni uongo, kwa sababu hata tukisema tukiwaandikisha milioni 2, mwisho wa siku kwenye tukishindana malipo ile gari hata nikichukua nikisema nikauze, siwezi nikapata hata milioni 1. Hapo sasa nawasikiliza, kama mnakubaliana na 300,000 tuandikishe, mchukue hela yenu. Chukue hela yenu. Kaka, mbona ile gari haina shida yoyote na tumetoka nayo nyumbani mpaka hapa tumefika, haina shida yoyote. Dadangu, nipo katika hii kazi saizi takribani mwaka wa 5. Na haya magari nayaelewa vizuri sana. Ile gari ni Paso, tena namba C. Nadhani mume wako anaelewa nini namaanisha. Kwa hiyo kama mtaweza kuchukua 300,000 ni sawa, ila kama mtashindwa, na wakaribisha tena Mahagula Financial Service kwa mikopo na riba nafuu kabisa. Nakaribishwa. Asante. Sawa umetunyima mkopo. Ni haki yako. Hatukupingi kwa lolote. Ndugu mtumishi. Ndugu mtumishi wa umma. Umejamba. Au umekula kunde nini? Unakopa unajamba. Unakopesha unajamba. Hamna shida. Hivyo mwanaume mbona mwongo sana? Kama kuniita mwanaume, mimi sio mwanaume, mimi mvulana. Sasa nisikilize. Mimi jana kiukweli nimetoka hapa nikasema ngoja nikatafute gari ya kufanya kazi. Nikapata gari vizuri kabisa. Nikatoka pale nikaelewana na bosi kwamba nitakuwa nampa 5,000. Kwa siku ya kwanza nitampa 5,000. Baada ya hapo nitakuwa nampa 30,000. Nikasema family life. Sasa wakati naendesha gari, nimefika barabarani nimekutana na mhusika wa ile gari, mwanaume wake akanipokonya ile gari. Mke wangu, mpenzi, mtu na kuahidi, kuanzia leo sitafanya kazi za day worker. Mimi naenda kutafuta kazi ambayo nitajua sasa mimi bwana naamua kuwa mkulima, niwe mkulima. Nini nipate hela za kila siku za kukupa mke wangu. Naomba univumilie. Mimi kukuvumilia siwezi. Lakini wewe unasema kazi za day worker ndo unazo size. Na mimi sasa hivi sikupi. Nitakuwa nakupa kwa day worker. Na kingine, uliwaza nini kumpenda mtoto wa Tabata? Hii ndio Tabata baba. Atupati ashiki mpaka tuone pesa. Sasa katafute pesa ndio uje unitafute mimi. Umenielewa eh? Sasa na yeye alikwambia mwanamke mweusi anahisia nani? Fungula kukosa. Ulivyokuwa unaililia. Toka mbele ya macho yangu. Hivi kwa nini kila siku mimi? Yaani matatizo nimeambiwa mimi, basi mengine basi niwe hata nayasababisha mimi. Hivi wewe unaambiwa chagua urithi nyumba, gari, si mashamba, unakimbilia gari, kigari chenyewe hichi.
Leo hata mkopo wa milioni 2 tunanyimwa. Imagine mkopo milioni 2, unapeleka gari unaambiwa hiyo sio gari ya kupewa mkopo. Hivi mwanamke, siku ile ambako unawaza kuchukua urithi, ulikuwa umemshirikisha nani? Na ulifikiria kwamba mimi nitafurahia? Gari yenyewe inanitesa, kila siku napungua mimi. Leo tu nitaka mkopo hata milioni 2 tukatanue, wanasema hii gari haina hii au haitaki. Yaani unanikosea sana. Mimi nakwambiaje, fanya vipi uchange wa exchange, uchukue nyumba urudishe gari. Exchange nini urithi. Mimi siwezi kuendelea kubaki na gari kama hii. Basi kuna faida gani ya kupewa urithi wa hivi? Sinaongea na wewe lakini. Hivi mume wangu, ni kitu gani ambacho cha kulaumiana hapa? Kama gari yetu sote, kama mkopo mimi na wewe wote tumekosa. Nini ambacho mimi unalaumu? Ungechukua hata nyumba ungeikataa. Nyumba umekuta mbovu, si ungechukua hata uwanja? Uwanja una thamani, tungekodisha hata makaburi tukazika watu, kila mtu akizikwa kila mwili 200,000. Unakuja kuchukua kigari. Hichi kigari kikifa ndugu zako wanakusanya. Kigari kikifa unaisha utarudi uambie kwamba unataka nyumba wakakuelewa. Ninakwambia kabla hakijabuma, kabla hayajawa makubwa, turudishe hii gari tuambie tubadilishe urithi, tupewe nyumba. La sivyo hapo tuko tunateseka. Hii gari mimi nakwambia hata nikimsimamisha mtu nikimpa lift hataki. Anasi tunaenda kuungua mbele. Njoo endesha bwana mgari wenyewe. Njoo endesha gari ya baba yako bwana. Nisiwezi kuyani ushanichosha. Yaani dharau ulionishusha, heshima ulionishusha leo. Yaani umeniacha uchi. Twende zetu nyumbani bwana, usinikumbushe msiba ya baba sasa hivi. Msiba wa baba wapi? Umechukua urithi mbovu. Msiba wa baba wapi? Watu wanachagua. Ungechukua hata boxer zake basi. Paso langu ndilo maisha yangu. Samahani dada yangu, nadhani unanikumbuka. Nakumbuka wewe yule kaka wa mikopo pale juu. Ulifikia wapi kuhusu ile swala la mkopo? Lile swala si bwana tumeachana nalo kwa sababu na nyinyi wenyewe mmeangalia gari mmeona alizishi. Kwa hiyo na sisi hatuna jinsi, tumeamua tu kuachana na swala mikopo tena. Sasa tukiachana na ile swala letu lile. Sawa? Unaonaje nikikukopesha ile 300,000? Hii bila hata mume wako kujua. Sawa? Ila sasa kwenye yale marejesho, tunakuwa tuweki gari. Kwenye yale marejesho utakuwa unafika nyumbani kwangu pale turejeshe. Yaani mwili wangu mimi wewe kitega uchumi kwa ajili ya kulipa mikopo yako? Kaka, uko serious kweli? Mimi sio hivyo. Na usije ukafikiria kwamba mimi naweza kufanya kitu kama hicho. Sijui unanielewa? Pengine umeshindwa kunielewa. Sio 300,000 tu, tunaweza hata tukaongezea 2 ikawa 500,000. Na ndio maana ili swala sijaliweka pale ofisini, nimefika kuongelea huko ni nje ya ofisi. Kwa hiyo ni mimi na wewe. Unaonaje hilo? Kakangu nisikilize. Yaani hilo swala mimi siwezi kulifanya na usije ukaliweka kwenye akili yako kwamba naweza nikalifanya. Sijui unanielewa? Mshenzi mkubwa wewe. Koti lenyewe si ajabu la babu yako hilo. Kwa nyumbani hicho huyo. Nyumbani hicho kamoja. Hivi Juma, ni kitu gani ambacho nikifanye kwako ili uamini kama mimi nakupenda? Au ni kitu gani ambacho napaswa kufanya ujue kwamba mimi nakupenda kiasi gani? Hivi mwanamke, mbona leo umeamka na risala sana? Kuna shida gani? Hebu nenda kwenye point. Swala la kunipenda, kutonipenda, mbona hilo liko wazi? Kuna mtu ajui hapa mtaani kama wewe unanipenda? Au mpaka inafikia kipindi tunaishi ndani ya ndoa ni bado tunajidi tutathmini kwamba unanipenda? Hebu nenda nyoka, be straight on point. Acha kuzunguka mbuyu wakati maji bomba unaliona. Unazunguka mbuyu ili uonekane maji unayatoa mbali. Kumbe bomba lile pale. Nini shida ambayo inakufanya unaongea maneno mengi? Usichokelewa ni nini? Hii ni nini? Paso langu ndilo maisha yangu.
paso langu, ndilo maisha yangu. Paso langu